Ni kitabu kizuri sana, kinaeleza shuruti za kuwatenga na kuwakata watu wenye kufanya bid'a na wenye kuingia katika bid'a. Swala hili si maamuzi ya mtu binafsi akaamua tu kwa rai yake na maoni yake. Tunaona bwana, naonaje tukamkata mtu fulani, sio sawa sawa, bali jambo hili litakalo liangaliwe kitaalamu. Yaani wataalamu wahusike katika jambo hili zaidi kuliko watu wengineo. Kwa kupima nini? Kwa kupima masalihi na mafasi, mambo mazuri na mambo maovu, kwa kupima kheri na shari. Je, huyu sisi tukimtenga itakuwa ni sababu ya yeye kurudi katika mstari au ni sababu ya kutokomea moja kwa moja? Yaani watu waliokuwa na busara na ilmu ndio yakadirie haya mambo. Kinyume cha hivyo, fulani kasafirisha maiti kwa mujibu wa msimamo wa taasisi haifai, khalas muqata. Matokeo yake atumuone msikitini, mara kasikia iko disco, mara mlevi, mara kashapotea moja, yuko kwenye dini kabisa. Haya, maslahi yako hakuna. Kwa lazima watu waangaliwe, yule mtu anayefanya muqata aangaliwe. Bali kuna wengine wanafanya uovu, watakikana wazidishiwe kufanya kheri zaidi ili wapate kurudi katika mstari wa sawa sawa. Na tunao ushahidi wa mambo haya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao walikuwa imani zao ziko juu, wanafahamu Uislamu ni nini, wana ghera na Uislamu, walikuwa wakifanywa muqataa kwa wao unasaidia, kama Ka'b bin Malik alifanywa muqataa na muqataa wake ukasaidia ili kujirekebisha na wenzake, kwa sababu ni mtu tayari imani ishakaa waqara fi qalbihi. Si hadithu ahadi bil Islam, si mtu mgeni kwenye Uislamu, imani imetulia katika moyo wake. Alipofanywa muqataa pamoja na vishawishi alivyopata kutoka kwa wengine, kwa watu wengine, watawala wengine, ili atoke kwenye Uislamu au atoke katika mji wa Uislamu, alikataa kwa sababu ya imani yake. Kwa hiyo muqataa kwa watu kama hawa unawafaa, lakini wakati gani atajulikana kwamba huyu anafaa, muqataa unamfaa au umfai? Ikiwa mtu huyu ana elimu ya dini, ikiwa jambo hili halishirikishwi watu wenye elimu. Vile vile kuna baadhi ya watu ni waovu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam